mtu anaweza akauliza labda kwa comment section, wanaume? Umesema wanaume ndio wanaweza wakatoa hapa wakapeleka hapa, na wanaume pia wanaweza kapata zile cancers za ambazo zinaletwa na HPV. Mbona wanaume wasipewe hii vaccine? Wanaume wako eligible, wanaweza wakapewa vaccine, lakini unajua hizi nchi zetu zinaitwa low and middle income resource limited, not third world, but our resources are limited. Sasa zile resources ambazo ni limited, tunaziweka pahali ambapo tutapata result kubwa. Na kuna zile nchi ambazo zinapatia hadi wanaume chanjo ya HPV, na hizo nchi zimepata ile inaitwa herd immunity, na wamezuia kansa ya cervix kwa asilimia kubwa sana. Lakini sisi kwa sababu resources ni limited, tuna direct resources kwa pahali ambapo tutapata ile result kubwa zaidi. Kwa kupata matibabu, kama mtu amepata hii kansa, anafaa kupata matibabu kivipi, treatment? Kunayo, unajua wakati mwingine mtu anaweza shtuka akasema, wenda ikawa sasa maisha yangu imefika mwisho. Is there treatment? Tutaongelea treatment, na unajua ukipeana treatment, unapeana ili ukiwa, is it curable? Ama unapeana treatment ya kupoza tu makali ya ugonjwa. Sasa hiyo tutaongelea, lakini kuongelea pap smear, sijamalizia pap smear. Kuna hiki kifaa ambacho nimebeba, inaitwa speculum, na mara nyingi akina mama ama wasichana wanakiogopa sana, na ukiwauliza, nikiuliza saa zingine huwa nawauliza hospitalini, wewe umefanyiwa pap smear? Na wanasema mimi sijafanyiwa pap smear. Ukauliza kwa nini hujafanyiwa pap smear? Anasema mimi naogopa speculum. Sasa hii ndio inaitwa speculum, na tukifanya pap smear, pap smear sio ya kudiagnose cancer, na ulisema vizuri ni screening. Na a screening test ni ile test ambayo tunafanyia binadamu, lakini binadamu wakati huo tunafanyia hiyo test hana symptoms. Na tuna screen kuona kama tunaweza tukapick ugonjwa ikiwa mapema zaidi. Sasa screening test sio ya kudiagnose cancer, is not a diagnostic test, sio ya kudiagnose cancer ya cervix. Ni test ya kuangalia kama ile HPV infection imeanza kucause changes, tunaita pre-cancer. Tunaangalia kabla cancer haijaanza, na hiyo ndio umuhimu ya kufanya screening test. So ukija, tutaweka speculum. Hii speculum tunaiingisha hapa kwa njia ya uzazi. Tukishaingisha tunaipanua, kwa sababu tumesema cervix imejificha. Sasa cervix itakuwa huku ndani. Kutoka hapa nje tutakuwa tunaona cervix kwa sababu tumeingisha, tukaipanua. Okay? Alafu ikifinyika sasa mtaona. Tukifungua hivi tutaona cervix. Na wakati huo tunachukua ile tunaita sample ya pap smear. Na tukumbuke pap smear ni screening test, sio ya kudiagnose cancer, ni ya kuscreen kuona kama kuna early changes, pre-cancer ama precancerous lesion kwa cervix. Ili tukipata tunaweza tukakupatia matibabu na tuzuie wewe kupata kansa ya cervix. Sasa screening tunafanya, na ukifanyiwa pap smear na pap smear iko sawa, tunarudia kila baada ya miaka 5 hadi ufike 65.
hadi ufike 65 years. Ukifika 65 na tumekuwa tukiscreen na uko sawa, tunaachana na wewe. Hiyo ni moja wapo ya screening. Lakini tumeongea na tukasema kansa ya cervix inaletwa na HPV infection. Sasa ya pili ambayo tunaweza tukafanya ni kufanya kitu tunaita HPV, Human Papilloma Virus DNA. Na wakati tunachukua ile sample kwa cervix, hiyo sample tunaweza tukaitumia kufanya DNA testing. Sawa sawa. Na pia screening test ya tatu ni ile wakati tunaita precancer lesion. Tuna zile changes kwa cervix. Zile cells za cervix zinakuwa na protein mingi kwa sababu huwa zina divide kwa haraka sana. Hiyo ndio tunaita cancer. Zile cells zina divide na division hiyo yao haikui regulated. Na kuna kitu tunaita acetic acid. Tukishaweka speculum, acetic acid ni vinegar ile tunatumia kupika nyumbani. Sasa tunachukua vinegar, acetic acid, tunapaka kwa cervix. Hiyo ni mojawapo ya screening test. Inaitwa visual inspection under acetic acid. Visual inspection, unaangalia kwa macho ya kawaida. Sasa unaweka speculum, alafu unachukua acetic acid, unapaka kwa cervix, alafu unaangalia kama kutakuwa na white. Tunaita kama cervix itachange ikuwe white. Hiyo sehemu ambayo ina change inakuwa white inamaanisha hizo cells za cervix kwa hiyo sehemu kuna shida imeanza. Na mara mingi 99% of the time hiyo shida inaletwa na Human Papilloma Virus. Sasa screening tukiachana na zile tumesema early sexual debut, tumesema multiple sexual partners, tumewaambia watu waangalie na wazuie mambo kama hayo. Screening pia ni mojawapo ya njia ya kuprevent cancer ya cervix. Kwa sababu tuna screen for pre-cancer. Na tukipata pre-cancer lesion tunaifanyia kazi na tunazuia kansa kuja. Sasa screening ni muhimu. Na hapa Kenya asilimia zaidi ya 80 ya kina mama hawafanyi screening. Almost 90% ya kina mama hapa nchini Kenya. Hospitalini nikifanya round huwa nauliza kina dada, nauliza umefanya? Wanasema hapana, sijafanya. Inashangaza na huwa inahuzunisha sana. Hata wale ambao wanajua kuhusu screening hawafanyi screening. Na kwa sababu ya kutofanya screening, hiyo ndio leading cause ya cancer hapa Kenya, kwa sababu hatufanyi screening. Lakini tungekuwa tunafanya screening, tunapata hizi what we call pre-cancer lesions mapema, tunatibu, tunazuia cancer. So screening ni mojawapo ya kuzuia.